Heshima za kipekee ziende kwa ambao umesha kwenye channel yetu ya YouTube. Tunafahamika kama Amipro TV +257. Leo hii kwenye Amipro Show tu pamoja na mgeni wetu. Ila mbele ya kwanza kipindi chetu ningependa kuwajuza huko India palikuwa familia ya kimaskini. Walikuwa na mtoto wa kiume walipomtuma Amerika kwa kusoma. Alikuwa anaitwa Bajaji, ndio mwanzilishi wa kampuni ya Bajaji. Na kufahamisha upitie Amipro Show ili uweze kufahamu. Leo hii tuko na mgeni wetu na simu ingine ni Amipro. Karibu sana big brother. Asante sana bro. Mambo poa. Umependeza sana. Asante sana. Huaga mimi naanziaga chini. Kiatu chako bei gani? 20,000. Ikifika bei gani huwezi kununua? 40,000. Sasa Amipro, wewe ni mtangazaji mahiri hapa kwetu nchini Burundi na unafanya vizuri. Ni Amipro pia ni MC. Hivi unajivunia nini? Vyote kwa sababu ni kazi ambazo zinaniingizia pesa na zinatuma mimi kama Amipro naishi. Upande wa waandishi wa habari naingiza pesa tena vizuri na naishi, na upande wa MC pia naingiza pia naishi na najaribu kusongesha muziki wa Burundi. Vyote navipenda. Good sana. Tungependa tupige story 1, 2, 3 kuhusu ili wamfahamu watu Amipro ni mtu gani, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wanamsikia tu ni kwenye radio. Amipro ni mtu gani, amezaliwa katika familia ya watu gani, na Amipro ni mzaliwa wapi? Asante sana kwa kuniuliza hilo swali. Amipro amezaliwa mwaka 1993. Nimezaliwa Buyenzi 16 namba 60. Babangu akingali, mamanga akingali. Kwenye tumbo ya mamangu tuko watu wa 6, nafikiri ni hivyo. Katika hiyo tumbo ya watoto 6, Amipro ni mtoto wangapi katika familia? Amipro ni mtoto wa 3. Mtoto wa kwanza ni wa kike, tayari ameshafanya harusi na iko na watoto wa 4. Mtoto wa pili ni mkubwa wangu ambao kwa sasa anacheza kwenye timu ya taifa ya Burundi namba Murugamba. Alikuwa pia anacheza kwenye timu ya Vitalo. Wa 3 ni mimi, mwandishi wa habari. Wa 4 ni mwanamke pia. Wa 5 ni mwanamume anaitwa Prince, anacheza kwenye timu ya Message. Wa 6 anaitwa Queen. Vizuri sana. Amipro hii pakija underground ama upcoming akitaka kukomba umfanyizie promo, kwa sababu Amipro kama mtangazaji wa habari ambaye anajiamini ni lazima awe na vigezo gani ili uweze kumfanyizia promo? Asante sana kwa kuniuliza swali zuri. Cha kwanza ni awe msanii mzuri, awe anajua kuandika, awe anajua kuimba, awe na ametumikia ngoma yake kwenye studio ambayo ina quality, kwa sababu unaweza kuwa na ngoma nzuri ila ukaipeleka kwenye studio ambayo haina quality, ukakutana ngoma yako pako kwa kitu fulani ambao hakakuweza kuingia kwenye ngoma yako kazuri. Ila kama wewe ni msanii mzuri, kama unaandika vizuri, kama unaimba vizuri, pia unatafuta zile studio ambazo zina quality na wale wa producer ambao wanafanya vizuri, wale wa producer ambao ni mahiri, ngoma yako mimi naicheza tu. Vizuri sana. Sasa Amipro, kwa sababu wewe ni mtangazaji mahiri hapa Burundi, nitani kuulize story na nikuulize swali moja. Eti video ya kwanza kupostiwa katika mtandao wa YouTube ilikuwa ni mwaka gani? Sizani kabisa. Hapo na fail mzee. Kabisa na fail. Video ya Mrundi au video yoyote ile? Yoyote tu ilianza kupostiwa katika mtandao wa YouTube ilikuwa ni mwaka gani? Hapo na fail kabisa. Na fail bro. Good sana. Amipro, Instagram ilianza mwaka gani? Na fail. Vizuri sana. Je, waanzilishi wa YouTube ni wakina nani? Na fail pia. Good sana. Kuna jana usiku nilipata nafasi ya kutembelea katika mtandao wako wa YouTube kutafuta vitu mbalimbali. Kuna kipindi ulifanya na dada mmoja hivi jina kama ni Hosi. Unadai ya kwamba eti wewe umefungua YouTube account ya YouTube ili ya kufungua tu, kwa sababu eti wewe utaweza kuweka video kwenye YouTube kisa usipati views. Je, unalilia views ama unalilia baadhi ya kazi nzuri kwa sababu ndio zinazojiuza? Unaongeaje? Asante sana kwa kuniuliza hilo swali. Mimi huwa silili views sana kwa sababu
Ningekuwa nalilia views, nina strategy nyingi za kufanya ili hizo views niweze kuzipata, kwa sababu kwa sasa mimi nina radio na na kipindi ambacho kinasikilizika sana hapa Burundi. Nina uwezo wa kujifanyia promotion au publicity ili hizo views niweze kuzipata kirahisi sana. Ila ukijaribu kutazama gisi mimi tumecreate hii YouTube channel kwa sababu gani? Kwa sababu hatukutaka kutumika kama wengine, tumetaka kuja kama sisi tufanye vipindi ambavyo viko professional, ili kesho au kesho kutwa kuna kampuni zinaweza zikatafuta watu ambao wanafanya vipindi ambavyo viko professional. Ndio maana unaona kwa sasa tuna nafasi ya kutumikia vizuri, tuna kila kitu ambacho kinaweza katuma sisi tutumike kitu ambacho kiko professional. Mimi silili views, nafanya kazi yangu kwa sababu napenda kazi yangu, kwa sababu nahitaji kazi yangu ifike mbali, na imani kwamba kazi yangu itafika mbali. Na kwa sasa kuna message ambayo nakuaga nazipata za wale watu ambao naweza nikasema ni watu wakubwa, wale waheshimiwa, wananiandikia wananiambia congratulations, kazi ambayo unafanya ni nzuri, unafanya vitu ambavyo viko professional na vitu ambavyo unakuwa umeandaa vizuri ya. Good sana. Amipro, kitu gani kikikosa chumbani mwako wago unakosa amani? Kitu gani kikikosa chumbani mwangu huwa nakosa amani? Maji. Maji? Yeah. Vizuri sana. Kwa sababu mimi gisi nakuaga siwezi nikalala mpaka asubuhi bila kunywa maji, na nakuwa nahitaji chumbani mwangu pakuwe pako maji kila siku, ili nikiamka niweze kunywa maji afu niendelee na usingizi. Amipro, kitu gani cha gharama cha mwisho ulikinunua? Kitu gani cha gharama cha mwisho nimekinunua? Nimenunua nafasi ya kuishi. Vizuri sana. Hapo tulipokutana ni wimbo gani wa mwisho download na ni wa msanii gani? Asante sana kwa kuniuliza hilo swali nzuri sana. Mimi ni yule mtu ambao nakuwa nasikiliza vipaji vya watu ambao kingali chini, na visikilizaga sana hata kama watu wanakuwa wanadhani kama mimi si visikilizaji. Kuanzia jana usiku mpaka sasa hivi tunaongea, muziki ambao niliweza kudownload na muziki ambao uko kichwani mwangu ni muziki wa mtoto ambao akingala napanda, ana muziki, ndo muziki wake wa kwanza anaitwa Wiz Design, ngoma inaitwa Nyampinga. Vizuri sana. Mwingine muziki nimesikiliza ni muziki wa msanii anaimba gospel anaitwa Kelosu Pendo, na nimeweza kupenda sana huyo muziki. Kwa sasa Amipro anamiliki vitu gani? Amipro anamiliki vitu vingi sana, tena sana, lakini siwezi nikavisemea hapa kwa sababu hiyo ni private, ila cha kwanza nimesha kisema, ni vitu vingi, nashukuru Mwenyezi Mungu. Kauli gani hupendi kwa mzazi mwenzio? Kauli gani sipendi kwa mzazi mwenzio? Kuona mzazi iko na mwambia mtoto vibaya, hiyo sikuagi napenda kabisa. Message gani wakikutumia kwenye mtandao wa WhatsApp huwezi kujibu? Message ambao mtu kiniandikia ananiambia kwa nini wanifanyie promo wakati wa kunisalimia, hiyo sikuagi najibu. Okay, vizuri sana. Mwanamuziki gani unawaga unasikiliza nyimbo zake sana? Nasikilizaga wasanii wote ambao wanafanya vizuri, ila kila siku panakuwa msanii ambao anasikiliza sana kuzidi wengine, kwa sababu talent ziko tena nyingi. Kama kesho kutwa nimekuwa nasikia muziki wa msanii kingali chipukiza anaitwa Irabire, muziki unaitwa Melana. Jana nimesikia Nyampinga ya Wiz Design, nimesikia ngoma ya Kelosu Pendo. Juskati nimesikia ngoma ya kundi inaitwa Victoria's Team. Nimesikia ngoma ya kundi inaitwa MTC. Kila siku nakuaga na muziki wa kusikia. Hupendi watu wa design gani? Watu ambao wana maroho mabaya, watu ambao wanasema watu sana, wale watu ambao akienda kuikana mtu lazima aseme wengine mtu, hao watu sikuagi na wapenda. Ni mademu gani wakikuomba lift kwenye gari lako ukiwa umevaaje huwezi kuwapatia lift? Kila demu yote ule akiniomba lifti, kama nina place ya kumweka nitamweka, kwa sababu sikuagi naangalia nguo. Unaweza ukakuwa unavaa nguo fupi ila ukakuwa uko na roho nzuri, ukakuwa uko mtu mzuri, hiyo sikuagi naangalia nguo. Mara yako ya mwisho kuingia hotelini na mwanamke ilikuwa lini? Sijawahi kuingia hoteli na mwanamke hata siku hata moja. Seriously, kwa sababu mimi hotel ni ile fasi ambayo ya kupumzikia, sivyo. Na mara nyingi niko mtu ambaye anafanya kazi ya UMC na nazunguruka Burundi nzima. Nikilala sasa hotelini inakuwa ni fasi ya kupumzikia. Sasa nikimaliza kazi yangu ya UMC nikiingia hotelini ni fasi ya kupumzikia. Sijawahi kwenda hotelini na mwanamke na sitowahi kwenda. Kapu ya Natasha na mzungu wake na kapu ya Farias na mke wake, nazungumzia
Zote ni kapo nzuri sana. Natasha anapendana na mpenzi wake vizuri. Pia Fizo anapendana na edite wake vizuri. Mimi naona vyote tu ni sawa. Ni yupi MC ukimtizama nyuma ya pazia ni kama vile anakutia woga na anakuja anakutisha kinoma? Hakuna MC ambaye ananitia oga, ila kuna baadhi ya wa MC kwa sasa naweza nikakwambia kwamba ni wa MC wazuri na ni wa MC ambao wameshafanya vitu na watu wakapenda Bujumbura. Hapo naweza nikakwambia Christian Save ni MC mzuri, Sadiki ni MC mzuri, pana wengine dogo wa Ngozi. Mimi nakuaga nasema kwamba ni kwa sababu hajapata opportunity sana ya kufanya mashow hapa Bujumbura, anaweza kavuma sana. Anaitwa MC Blaze au MC Panda. Kuna Alenova ni MC mzuri. Kivyangu hao ni baadhi ya wa MC naweza nikasema kwamba napenda kazi zao sana. Vizuri sana. Wangu natumia soda Coca-Cola kila siku. Ndio, vizuri sana. Jibu nzuri. Mwanzilishi wa kampuni ya Coca-Cola anaitwa nani? Bro, hapo na fail. Vizuri sana. Asanteni sana kwa nyinyi wote ambao mmefuatilia kipindi chetu kupitia Amipro Show katika ufalme wa Amipro TV. Asanteni sana.